Mpenzi wa World Mission TV, ninakukaribisha. Kipindi ni Jukwaa la Injili. Mimi ni Brom Mbwilo. Leo ninakuletea simulizi kuhusu mtumishi wa Mungu Billy Graham. Alikuwa ni mtu ambaye alimpenda sana Mungu, na ule upendo ulipelekea kuwapenda sana watu, hata akayatoa maisha yake ili aweze kuzunguka kila mahali kuweza kuwahubiria Injili na kuwaeleza watu upendo wa Mungu katika maisha yao. Leo tutaangalia maisha yake na huduma na jinsi ambavyo aligusa maisha ya wengi ulimwenguni. Billy Graham alizaliwa tarehe 7 Novemba mwaka 1918 huko North Carolina, Marekani. Alitokea katika familia ya Kikristo ya wakulima, na wazazi wake walimlea katika misingi ya hofu ya Mungu na nidhamu. Alipokea wokovu akiwa kijana wakati wa mkutano wa Injili ulioongozwa na mhubiri Mordecai Ham. Tukio hili lilikuwa mwanzo wa safari yake ya kiroho na huduma. Wito na mwanzo wa huduma. Baada ya kuokoka, Billy Graham alihisi wito wa kuhubiri Injili. Alisoma katika chuo cha Biblia cha Florida Bible Institute, na baadaye aliendelea na masomo yake katika chuo cha Wheaton College. Alianza huduma yake kama mchungaji na baadaye akaingia katika uinjilisti wa hadhara, yani crusades, ambapo alihubiri kwa watu wengi katika mikutano mikubwa duniani kote. Huduma yake ya uinjilisti duniani. Billy Graham alijulikana sana kwa mikutano yake mikubwa ya Injili iliyoitwa crusades, ambapo alihubiri kwa mamilioni ya watu katika mabara yote. Alifika nchi zaidi ya 185. Alihubiri ana kwa ana watu zaidi ya milioni 200. Alihubiri kupitia radio, televisheni na mitandao. Alifikia mabilioni ya watu. Alianzisha huduma ya Billy Graham Evangelistic Association mwaka 1950, ambayo ilisaidia kueneza Injili kupitia vyombo vya habari. Alitumia pia televisheni na redio kuhubiri Injili, jambo lililomfanya kuwa mmoja wa wahubiri mashuhuri zaidi duniani katika karne ya 20. Namna alivyogusa maisha ya wengi. Huduma ya Billy Graham iligusa maisha ya watu wengi kwa njia zifuatazo. Watu wengi walimgeukia Yesu Kristo kupitia mahubiri yake. Alileta umoja kati ya makanisa ya madhehebu mbalimbali. Aliwasaidia viongozi wa dunia kwa ushauri wa kiroho. Aliwahudumia marais kadhaa wa Marekani. Alihubiri ujumbe rahisi, wokovu kupitia Yesu Kristo. Watu kutoka mataifa mbalimbali walibadilisha maisha yao, kutoka maisha ya dhambi hadi maisha ya haki. Nidhamu yake kwa Mungu na huduma. Billy Graham alikuwa na nidhamu ya kipekee sana katika maisha yake ya kiroho. Maombi ya kila siku. Alidumisha maisha ya maombi kwa bidii. Kusoma neno la Mungu. Biblia ilikuwa msingi wa kila mahubiri yake. Uadilifu. Aliishi maisha safi bila kashfa. Kuepuka majaribu. Aliweka mipaka madhubuti. Mfano, kuepuka kuwa peke yake na mwanamke asiye mke wake. Unyenyekevu. Licha ya umaarufu wake, alibaki kuwa mnyenyekevu. Mafanikio na heshima. Alikuwa mshauri wa kiroho kwa marais wengi wa Marekani.
Alitambuliwa kama mmoja wa watu waliokuwa na ushawishi mkubwa duniani. Aliheshimiwa hata na watu wasio Wakristo kutokana na uadilifu wake. Mambo ya kujifunza kwa mtumishi wa Mungu Billy Graham. Uaminifu kwa Injili. Billy Graham hakubadilisha ujumbe ili kufurahisha watu. Alihubiri ukweli wa neno la Mungu bila kupunguza makali yake. Unyenyekevu. Hakujikweza licha ya umaarufu mkubwa. Watumishi wanapaswa kujifunza kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu na watu. Nidhamu ya kiroho. Maombi, kusoma Biblia na maisha ya utakatifu ni msingi wa huduma yenye mafanikio. Uadilifu katika maisha. Aliishi maisha yasiyo na kashfa. Hii inafanya huduma yake iheshimike duniani kote. Kuwa na maono makubwa. Alifikiria dunia nzima kama shamba la mavuno, si eneo dogo tu. Kutumia vyombo vya habari kwa Injili. Alitumia redio, TV, teknolojia kufikisha ujumbe. Hili ni somo muhimu kwa kizazi cha sasa. Kushirikiana na wengine. Alifanya kazi na makanisa ya madhehebu mbalimbali badala ya kujitenga. Ninapenda kuhitimisha wasifu huu wa mtumishi wa Mungu Billy Graham kama ifuatavyo. Billy Graham alikuwa mtumishi wa Mungu aliyejitolea kwa dhati kuhubiri Injili duniani kote. Maisha yake ni mfano wa uaminifu, nidhamu na upendo kwa Mungu na watu. Huduma yake inaendelea kuleta matunda hata baada ya kifo chake mwaka 2018. Na urithi wake unaendelea kuhamasisha vizazi vya watumishi wa Mungu duniani kote. Mungu akubariki kwa kufuatilia maisha, huduma ya mtumishi wa Mungu Billy Graham ambayo alitumika alipokuwa hai hapa duniani. Mungu akubariki sana. Ni mimi msimulizi wako Brown Mbwilo.